katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo umewahi kujiuliza kwamba kuna vitu ambavyo vipo ndani yako vinaweza vikakupelekea wewe kuweza kutenda dhambi? Basi leo acha nizungumze nawe. Kitu cha kwanza ni mawazo au fikra. Mawazo ulionayo hayo yanaweza kukupelekea wewe unapokuwa na wazo yanaweza kupelekea wewe kuweza kutenda dhambi na vile vile kujitenga na upendo wa Mungu. Hivyo basi chunguza juu ya fikra zako, chunguza juu ya mawazo yako. Yaombea hayo mawazo yako asije yakaumiza mtu au yakaweza kupelekea wewe kuweza kutenda dhambi. Kitu kingine ni maneno. Maneno haya tulionayo, haya maneno haya. Wengi tumekuwa tukitamka maneno mabaya mbele za watu na yanaumiza mioyo ya watu, yanaumiza nafsi za watu. Hata pengine kutamka laana na hao watu kukata tamaa au pengine kuwasababishia matatizo au kusababishia hata kupoteza uhai wao kisa maneno yetu. Hivyo basi hayo maneno yanaweza yakakufanya wewe kuonekana kwamba umetenda dhambi, maana ni kisababishi cha kuweza kumuumiza mtu. Hivyo basi ni machukizo mbele za watu. Kitu kingine ni matendo yetu. Haya matendo ambayo tunayoyatenda ni mojawapo ya chanzo cha kuweza kufanya wewe kuonekana umetenda dhambi. Matendo hatutendi katika hali ya kumpendeza Mungu. Hivyo basi inapelekea wewe kuweza kusababisha kuweza kutenda dhambi. Kitu kingine ni wajibikaji. Hatutimizi wajibu wetu. Hivyo basi mtu unakuta huko katika nafasi fulani au position fulani, hiyo nafasi uitendee haki. Umekuwa ni mtu wa kuumiza watu, umekuwa ni mtu ambaye usiyetenda haki. Hivyo basi watu wengi umeumiza kupitia hiyo nafasi yako sababu hautendi haki na imekuwa machukizo mbele za watu. Hiyo na yenyewe inageuka kuwa dhambi, mtu wa Mungu. Kwa hiyo msi Mungu akujaze Roho Mtakatifu ambaye atakaye kuongoza katika kuwaza, kufikiri, kuenenda, kutenda na kutamka hivyo na kutimiza wajibu wako, na hivyo itakupelekea wewe kuishi katika hali ya upendo wa kumpendeza Mungu. Shalom, shalom.